Viongozi kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wameendeleza shutuma zao dhidi ya serikali ya Rais William Ruto, wakimtaka rais kusitisha makubaliano kati ya serikali na mwekezaji Jaswan Rai dhidi ya kukodesha kiwanda cha miwa cha Nzoia. Until they will pay our farmers, until they will pay our workers, and until they will put open the tender, how things went. And if we proceed, this must be challenged even in a court of law to review the entire of this process not to work. Thank you very much. What we are witnessing now is what we call a hostile takeover of Nzoia Sugar Company. This time facilitated by Kenya government. And we are concerned as leaders in the region because this is a further scheme to enhance economic disorganization of our region. Hata hivyo, naibu wa rais Kithure Kindiki amesema kuwa mageuzi yanaendelea katika sekta ya kilimo ni ya kuimarisha uchumi wa taifa. Aliyazungumza haya alipokutana na maafisa wakuu katika wizara ya kilimo kwenye makao yake rasmi ya Karen jijini Nairobi. All those value chains in agriculture hold the key to the future of our country. Those value chains in agriculture hold the key to impacting on household incomes of so many people. Wabunge wanadai shughuli nzima ya kukodeshwa kwa kiwanda cha Nzoia ilikosa maoni ya wananchi pamoja na viongozi kutoka eneo hilo. Right now when you go to Pan Paper, nothing is happening. The former employees who used to work for Pan Paper are living in abject poverty. Now they want to do the same thing to Nzoia Sugar Company. We cannot allow this to happen. Wamemtaka Rais William Ruto kuzingatia ahadi alizotoa kwa wakazi wa eneo hilo kabla ya kuanza mikakati mingine ya maendeleo. We are asking the President William Ruto that if indeed you are behind this, then it has gone against your own promise to the people of Western that you will revive the sugar mills in 6 months. Instead of reviving, you are killing the industry. Aidha, Rais William Ruto wakati wa kampeni ya kusaka uungwaji mkono eneo la magharibi alikubaliana na viongozi kutoka eneo hilo akiongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kutoa 30% ya nafasi za serikali kwa ajili ya eneo hilo. Ahadi hii ilijumuisha nafasi za serikali. Viongozi hao walikubaliana kupata 30% ya nafasi za serikali, ikiwa ni pamoja na nafasi 6 za mawaziri, nafasi ya mkuu wa mawaziri na spika wa bunge la kitaifa. Pia walikubaliana ufufuzi wa viwanda vya sukari. Ahadi ilitolewa ya kuimarisha sekta ya sukari kwa kuleta mashini mpya ya kusaga sukari katika kiwanda cha Nzoia ndani ya siku 100 za kwanza za utawala wa Rais William Ruto. Hata hivyo, ahadi hii haijatekelezwa hadi sasa. Ujenzi wa barabara. Ilikubaliwa kujengwa kilomita 1000 za barabara na kumaliza miradi ya barabara zilizokwama. Utekelezaji wa ahadi hizi umeonekana kuwa na changamoto, huku baadhi ya viongozi wa eneo hilo wanasisitiza umuhimu wa kutekeleza ahadi hizi kwa manufaa ya wananchi. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.